Baba yangu ninakutukuza asubuhi ya leo Jehova. Asante kwa kutupa kibali tena, asante kwa kutupa neema tena. Tumeona uweza wako na nguvu zako za ajabu. Tumeona utukufu wako Yesu Kristo. Tumeona fadhili zako za ajabu. Tumeona nguvu zako Jehova. Tumeona mkono wako mkuu. Tumeona uweza wako Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Rimandarabusikarabusha. Baba, tunakuinua sana. Tunakuinua Jehova Shama. Tunakuinua Mfalme. Tunakuinua Jehova katika jina la Yesu Kristo. Riba sandarabukusha. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Asante kwa wema wako Bwana. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa uweza wako wa kimbingu. Asante kwa sababu tumeona nguvu zako za ajabu. Tumeona utukufu wako mkuu Bwana. Tumeona neema. Tumeona neema. Rinda rabo santa rabo kusha. Rabo bo sanda rabo kuria basi. Rika rabo shanda rabo sheke. Mioyo yetu Bwana na kuabudu. Mioyo yetu Bwana na kuinua. Mioyo yetu Bwana na kusifu. Mioyo yetu Bwana na kushangilia. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Rimanda rabusata. Rikanda rabushanda. Rababasi karabushanda. Mandorosi karabubu. Rikanda rabushanda. Rabababasinda rababa. Roshanda rabukuria. Risanda rabukuria. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Amina, 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 amina. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kukualika asubuhi ya leo. Asubuhi nzuri. Kama ndio kwanza unafungua chaneli hii, Prophet Tadeo anazungumza sasa. Nikuombe sana usubscribe channel hii. Na kupitia kusubscribe uwezi kuwa unapata maombi ya kila siku asubuhi na majira ya usiku, zaburi zile za ulinzi. Nichukue nafasi hii popote pale unaponisikiliza. Nikuombe sana 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 uweze kushare pamoja na sisi. Inawezekana una changamoto yako kupitia namba ya WhatsApp ya 0679 645759. Lakini pia unaweza kutushirikisha na ukajoin kwenye group letu la WhatsApp la maombi. Na kama unahitaji kujiunga kwenye group letu la WhatsApp la maombi, basi tuma kutumia namba ya WhatsApp na tutaweza kujoin kwenye group la maombi makubwa sana. Tuko katika maombi ya mfungo. Naamini kabisa Mungu ameendelea kutia nguvu, na kama bado hujafunga basi nikualike sana tuendelee na maombi yetu ya mfungo, kwa sababu ndipo palipo na neema kubwa sana. Tutakutana hapa mishale ya saa 4 usiku kwa ajili ya kumtukuza Mungu anaendelea kutenda kazi kubwa sana na neema ya ajabu sana. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi ya asubuhi ya leo jiunganishe na sadaka yako na dhabihu yako, muhimu sana, kwa sababu Biblia anasema, Mungu anamwambia Kornelio, anasema maombi yako na sadaka yako. Usiingie kwenye mtego wa kuomba pasipo kutoa sadaka, kwa sababu ufalme wa giza unamwogopa mtu ambaye anaomba na anayetoa sadaka kuliko mtu tu anayeomba. Na usiingie kwenye mtego wa kuomba bila kutoa sadaka, kwa sababu nguvu ya sadaka itasababisha kupush up ile maombi yako, na Mungu anaenda kutenda jambo kubwa sana. Tunayo habari njema, kazi kubwa ambayo kilele chake ni tarehe 25 mpaka tarehe 30 mwezi huu wa 10, ambapo tumekuwa tukitangaza kwa muda mrefu juu ya changizo kubwa sana la kazi ya Mungu kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vikubwa sana kwa ajili ya project hii ya kuifanya kazi ya Mungu. Naamini kabisa baadaye utasikia tangazo, na wewe shiriki pamoja na sisi. Endelea kupanda sadaka yako. Naamini kabisa mkono wa Mungu unakwenda kudhihirika kwa namna ya ajabu. Neema hii ni kubwa ambayo Baba ametupatia asubuhi ya leo. Nichukue nafasi kukualika sana katika maombi ya Bwana kuachilia nuru. Bwana kuachilia nuru. Bwana kuachilia nuru. Kwa nini tunahitaji nuru ya Kristo iangaze kwenye maisha yetu? Kwa nini tunamtaka Yesu aangaze? Ni kwa sababu moja kubwa sana. Ili kwanza tutoke gizani, toka kwenye maisha ya gizani.
Yesu anasema, maandiko anasema nuru iangaze mioyoni mwenu, tutoa gizani na hatimaye kutuingiza nuruni. Yesu anakuja kama nuru ya ulimwengu, ili yoyote anayempokea basi naye ageuke kuwa nuru ya ulimwengu. Ni utoke kwenye giza uingie kwenye nuru. Lakini nuru ni neema, nuru ni utukufu. Mtu yoyote ambaye anatembea nuruni, mtu huyo huwa aferi, mtu huyo huwa ashindwi, mtu huyo huwa anapiga hatua, ili mradi nuru imekuangazia. Nuru inaleta mwanga mpya, inaleta neema mpya, inaleta utukufu mpya. Ndio maana asubuhi ya leo ninakuombea Bwana ashushe nuru yake kwa ajili ya utukufu wake. Natamani nisome kidogo hapa kwenye ile Zaburi ya 27. Biblia inasema, Zaburi ya 27 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 4. Biblia inasema hivi: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, walile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lipojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita nijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Mstari wa 4 anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Unaweza ukaona anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Sawa, anasema watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, walijikwaa wakaanguka. Unaweza kuona nguvu ya nuru. Ndio maana unahitaji nuru kubwa sana. Nuru ni mwangaza ambao unafanya ufike unapotaka kufika. Nuru ni hatima, ni hatima. Mtu yoyote anayetembea gizani aoni nuru, hawezi kuifikia hatima yake. Nuru ni neema ya kukufikisha kwenye ndoto zako. Wakati Mungu anaongoza wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa, alipita mbele yake kama mwangaza, kama nuru, ili awafikishe kwenye hatima, ili awafikishe kwenye ndoto zao za kuingia katika nchi yenye maziwa na asali. Nuru inakufanya utoke kwenye giza la kivita. Watu wengi ambao wamepigana vita isiyoisha, unahitaji nuru, kwa sababu ndiyo iliyopewa nguvu ya kukushindia. Mtu yoyote anaenda gizani lazima atakutana na vita nzito sana. Aliye gizani ana nuru. Huwezi kupigana vita wakati huko gizani. Lazima nuru itokee, ili nuru ikupeleke na ikufikishe kwenye hatima ya ndoto. Kwa hiyo unahitaji nuru kuliko kawaida, au unahitaji nuru kuliko kitu kingine. Ndio maana anasema mtunga Zaburi anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Unaona, nimwogope nani? Anasema Bwana ni nuru na wokovu wangu. Kwa hiyo sina wa kumwogopa. Mungu akiwa nuru yako, huwezi kuogopa. Mungu akiwa nuru yako, atapigana kuleta ushindi. Mungu akiwa nuru yako, ataleta neema. Mungu akiwa nuru yako, utaiona asubuhi ikiwa ni asubuhi yenye ushindi. Utaiona asubuhi ikiwa asubuhi yenye neema.
Utaiona asubuhi ikiwa asubuhi yenye utukufu. Mungu akileta nuru, utaona asubuhi yenye neema, yenye mafanikio. Nuru ni nyota yako ya kuangaza. Ndio maana anasema ondoka uangaze, kwa sababu nuru yako imefanyaje? Imekuja. Kwenye Isaya 60 unainuka, unaangaza. Ukiinuka na kuangaza, maana yake tayari umefanikiwa. Kati ya vitu unavitaka leo, unahitaji nuru ya Kristo. Hii nuru iangaze moyoni mwako, iangaze kwenye maisha yako, iangaze. Hii nuru ikiangaza inapenya. Anasema hakuna mtu aliyewahi kuwasha taa akaiweka chini ya kiango. Maana yake ni kwamba nuru ikishawaka tayari wewe umeinuka. Unahitaji nuru ya Kristo. Hii nuru ikuongoze, nuru ikufikishe kwenye ndoto, nuru ipigane na maadui zako. Unaona adui anashinda vita kabisa, kwa sababu nuru alikuwa nayo. Na mimi asubuhi ya leo natamani mkono wa Mungu ufanye kazi. Nuru ya Yesu ianze kuangaza ndani yako. Pokea nuru hii ya Yesu Kristo asubuhi ya leo. Baba anapoachilia nuru, ukienda kazini utaenda kupenya, ukienda kwenye biashara utaenda kupenya, ukienda kwenye mafanikio utaenda kupenya. Utaona neema inafunguka, utaona baraka zinafunguka, utaona utukufu unafunguka. Maana yake nuru, umetolewa kwenye giza. Wacha nuru ikuangazie. Unahitaji nuru asubuhi ya leo. Nuru iangaze maisha yako. Umefanya kazi vya kutosha, imeshindwa. Unapambana peke yako, upige hatua. Unatamani uende lakini ufiki hatima. Unatamani unyanyuke lakini unyanyuki. Unatamani upige hatua kubwa, upige hatua kubwa. Vita inakuwa ni kubwa, ni kwa sababu umekalishwa mahali penye giza. Asubuhi ya leo Yesu anatoa nuru, nuru ya ushindi, nuru ya kuinuliwa, nuru ya kupiga hatua. Na wewe ni miongoni mwa watu unaosema asubuhi ya leo, nahitaji nuru ya Kristo. Vile unahitaji nuru ya Kristo, ndivyo unaenda kumwona Yesu kwa namna isiyokuwa kawaida. Ndivyo unavyoenda kumwona Bwana akidhibitika kwa namna kubwa. Ndivyo unaenda kumwona Yesu akidhibitika kwa ishara, kwa miujiza na kwa maajabu. Ramandoro sakarabasaka, ramandoro sakarabasaka, rikandarabo shaka, rababarobo shaka, rendere sakarabo, rabobo sakaraba. Unahitaji nuru ya Bwana, unahitaji nuru ya Bwana. Popote pale ulipo, inua mkono wako na unatamani kuona nuru ya Bwana ikija kwenye maisha yako. Sema, Baba yangu, katika jina la Yesu, nimesogea mbele zako asubuhi ya leo. Baba, rika na raba saka. Baba, fanyika kwa nuru yangu, fanyika kwa nuru yangu. Mandoro sakara, rabo shakaraba, rendere sakaraba, ro shakaraba. Naomba Bwana, uwe nuru yangu Bwana, uwe nuru yangu kwenye giza langu, uwe nuru yangu kwenye mapito yangu, uwe nuru yangu kwenye tabu yangu. Baba, wewe uwe nuru yangu ninapopita katika giza. Wewe uwe nuru yangu ninapopita katika vita. Uwe nuru yangu ninapopita mahali hapastahili. Uwe nuru yangu ninapopita mahali siwezi. Ramando saka, rabo shakaraba, randoro saka, rikanda raba kuria, rana santa, ramondoro shara, rikanda rabosa, rababa todo, shanda rabo kuri, randa rasita, riba soto, ramandoro kota, rikarabo saka. Omba Bwana hakupe nuru yake. Omba Bwana achilie nuru yake juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Uangaze risantarabokosa ratarabobo ritarabasika. Baba, nipe nuru yako. Rindarubusa rantarabakuria santarababa rikandarabu risatarababa rantorukuria reserere rindarababa sarikarika rantorusa riamondari satarababa rantarababa
rikarabobo. Baba, achilia nuru yako Bwana. Baba, tuangaze asubuhi ya leo, tuinuke na kuangaza. Nuru yako itupe neema ya kufanikiwa, neema ya kuinuliwa, neema ya kupiga hatua katika jina la Yesu. Baba, achilia nuru yako Bwana katikati ya maisha yetu. Achilia nuru yako Bwana katikati ya hatima zetu. Achilia nuru yako katikati ya ndoto zetu katika jina la Yesu. Baba, naomba nuru yako Bwana ikaangaze. Nuru yako Bwana ikaangaze. Nuru yako Bwana ikaangaze. Iangazie maisha ya mama huyu, iangazie maisha ya baba huyu, iangazie maisha ya kijana huyu, iangazie maisha ya binti huyu, iangazie maisha ya familia hii katika jina la Yesu Kristo. Baba, mtoe kwenye giza mahali ambako hakuna nuru. Baba, mpe nuru itokayo kwako kwenye kiti cha enzi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ramosa taraba risana ramakuri rato rabo santa mandoro shakarabo kuria ransanta rabakura risanta rabakuria katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Popote pale unaponifuatilia na unatamani kumuona Mungu akitembea na nuru yake juu ya maisha yako, naomba popote pale ulipo, kamata sadaka yako. Nataka niombe sadaka yako ambayo Bwana anakwenda kuachilia nuru yako yaanze kuinuka na kuangaza. Baba, natamka kupitia mtumishi wako na kupitia dhabihu yako, nuru yako iangaze, aone kuinuliwa, aone kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Panda sadaka yako kupitia namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Namba iko kwenye skrini hapo, au kama uko nje ya nchi anza +255 na ongeza hizo namba zingine na sadaka yako itafika. Chukua nafasi hii kukuambia kabisa kwamba Mungu aliye mwema na mwaminifu aendelee kukutunza, lakini uweze kusikia tangazo ambalo liko mbele yetu hapo, na mkono wa Mungu unaenda kusaidia sana kwa namna ya kipekee. Wacha neema ya Yesu idhibitike na mkono wa Yesu kuinue na neema ya Yesu kufanikishe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom, shalom. Projekti kubwa ya kununua vyombo vya kurusha ibada au madhabahu ya hewani. Bajeti yetu ni ya shilingi milioni 53,000 za Kitanzania, ambapo tutategemea kuikamilisha ifikapo tarehe 30 mwezi wa 10 2025, ambapo sasa tunategemea kununua vifaa vifuatavyo: kuongeza kamera 2 za kisasa zinazogharimu shilingi milioni 15 za Kitanzania, kuongeza kompyuta na laptop zenye uwezo mkubwa 3 zinazogharimu shilingi milioni 5 za Kitanzania, video mixer moja inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania, maiki za kisasa 3 zinazogharimu shilingi milioni 3 za Kitanzania, voice recorder moja inayogharimu shilingi milioni 2,250,000 za Kitanzania, keyboard ya kisasa ya kurekodi worship inayogharimu shilingi milioni 2,200,000 za Kitanzania, taa za mwanga high quality zinazogharimu shilingi 950,000 za Kitanzania, HDMI cable yani high definition media interference inayogharimu shilingi 650,000 za Kitanzania, sound card moja inayogharimu shilingi 700,000 za Kitanzania, stereo transmitter rinki inayogharimu shilingi milioni 12 za Kitanzania, transmitter power watts 500 inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania. Jumla ya vifaa vyote ni shilingi milioni 55,750,000 za Kitanzania. Ingia Agano leo kupitia sadaka yako unayoguswa. Namna kujiunganisha kwa kutoa sadaka yako: M-Pesa 0756 93 4903, jina Mrashan Edgar Tadeo. Lipa kwa simu Mix by Yasi 16 30 99 31, jina Mkombozi FM Radio. NMB akaunti 24 01 00 11 119, jina The Gate to Redemption International Ministry. Na Mungu akubariki.